Naam, hayo yakijiri, mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi amekashifu vikali jaribio la kuzuia wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana ya Butere kuigiza mchezo wa Echoes of War, pamoja na kudhalilishwa kwa mwandishi wa mchezo huo wa kuigiza Cleophas Malala. Mwenyekiti huyo ametaja hatua hiyo kama kutia wasiwasi na pia ni njia ya kunyamazisha na kuzuilia watu kujieleza na kutumia nguvu kupita kiasi. Na mtakuwa tunaipata taarifa hiyo hivi punde, lakini pia kwa upande mwingine mbunge wa Githunguri Gathoni Wamuchomba pamoja na mwenzake kutoka Mlima Kenya ama wabunge wenzake kutoka eneo la Mlima Kenya wamejitokeza kulaani vikali kitendo cha wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kukandamizwa kufuatia mchezo wao wa kuigiza wa Echoes of War. Kwa mujibu wa viongozi hao, serikali ya Kenya Kwanza inazidi kuzama kila uchao kwa misingi ya kukiuka haki za kibinadamu na uhuru wa kujieleza. Is going to be interpreted as an act of repression. It is an unprovoked attack on moral integrity of our nation. This attack occurred while the students were performing a politically charged piece, rightfully so, as a right of their expression on their conscience and engagement with the civic issues that are happening right now in this country. Instead of fostering an environment for dialogue, they were met with violence, causing panic, distress, and among these, remember, these are vulnerable members of our society because they are minors. The action of the security forces to draconianly and conscientiously use tear gas on children is a violation of their basic rights and unforgivable betrayal of our shared values as a nation. We therefore call for immediate accountability. Those responsible for this disgraceful act must face justice. Silence in the face of this atrocity is a sign of complicity, and we cannot afford to remain passive when these extreme violations are happening to our children. Kenya must choose between tyranny and liberty. This is an extension of the abductions that we saw. This is an extension of the Gen Z crackdown. Now we have taken it a level lower to innocent children, to dignify the members of our parliament. And I think as parliamentarians, we are here to say this must stop. We're not going to keep quiet, and we are going to raise our voices. And very soon, if he does not desist, we are now going to tell our children, now it's for you now to speak for this country. It is your future. You know, we will hold their hands and tell them wherever they are to speak and condemn anything, anyone they see is trying to steal their future. Na tukisalia kwenye hilo,